Leo basi sisi kama Wakristo tumekuwa na hiyo kumbukumbu ya kupitia hayo ambayo Kristo aliyapitia, na kwetu yawe mfano ya namna ya kupitia mateso. Tunajua pia katika maisha ya kila siku, kila mmoja wetu anapitia mateso ya aina moja ama nyingine. Wengine wamedhoofika kimwili kwa sababu ya afya, wengine wana huzuni kwa sababu wanatafuta kazi na hawapati, wengine wako katika hali ambazo zinawakatiza tamaa na tumaini katika maisha. Kifo cha Kristo kwa ajili ya dhambi zetu ni kifo pia cha kutupa sisi matumaini kwamba licha ya yote ambayo tunapitia, Kristo alishinda kifo msalabani. Na hiyo ni ishara kwamba hata sisi katika majaribio, katika masumbufu na mateso yote tulionayo, pia tutaweza kuyashinda. Tunajua nchi yetu ya Kenya sasa inapitia mambo mengi. Tumeona katika nyanja za kisiasa, tunaona mvutano wa hapa na pale wa viongozi wetu, na ni jambo ambalo sisi kama Wakristo tunaliombea. Tunaomba ili serikali ikaweza kuwajibika na kutekeleza wajibu wake kadiri ya vile ambavyo walichaguliwa na zile ahadi walizoweka kwa watu ili zikaweza kutimia. Tunaendelea kuomba kwamba mambo ambayo tunasikia kama ya ufisadi isiwe mambo ambayo tunarudia kila mara. Tunahimiza pia serikali iendelee kuangalia mambo ya vijana wetu. Vijana hawana matumaini. Vijana wana ukosefu wa kazi, wengi wamesoma, wana vyeti na wanazunguka nazo tu. Hawajapata matumaini ya kuwapa nguvu mpya kwamba walioyasomea katika vyuo wanaweza kupata nafasi za ajira ili waweze kujikimu kimaisha. Ndio mambo ambayo nadhani katika kipindi hiki katika Kwaresma maaskofu walihimiza mambo kadhaa. Tulihimiza watu waangalie mambo ya mazingira, tusiharibu mazingira kwa sababu tunapoharibu tunaharibu hali yetu ya maisha. Tulisema pia tuombee familia. Kwa hivyo mimi ningependa kwamba Easter hii iweze kuwa ni Easter ya matumaini. Baba Mtakatifu ametuhimiza mwaka huu uwe ni mwaka wa matumaini. Kila mmoja ampe mwenzake matumaini, kumwonesha kwamba yote hayajakwisha. There is still hope. And we need to give each other hope. We need to encourage one another so that we can all join together our hands as people of Kenya and be able to overcome all those challenges, economic, social challenges that we go through. And I believe through prayer, and in this season of Easter, if we pray hard, God is going to be with us. He's going to show us how to respond to these challenges of life. Maybe a week ago, we did have a sitting with the head of state with regards to the SHA and the NHIF debts that are owed to our faith facilities. And he did make a promise that he's going to ensure that all the debts, particularly those under SHA, will be paid forthwith. We want to give him the benefit of doubt. We want to take his word as true, that he's going to implement and is going to ensure that SHA succeeds and the people of Kenya get the best health services that they need.